wakati mwingine maradhi wanayoyapata wastaafu, kwa mfano maradhi ya kisukari, pressure pamoja na kiharusi ni matokeo wanayoyapokea kutoka kwenye jamii na familia zao baada ya kustaafu. Kwa hii migogoro hapa, tunataka cheti, tunataka cheti, mzee nikatie changu mimi niondoke. Sasa hii ni pressure ambazo wanakuwa wanazipata huko nje na kulingana na umri wao. Unajua wakati kadiri umri unapozidi kwenda, hata uwezo wa mwili kukabiliana na misukosuko unakuwa unapungua. Unaona, kwa hiyo maradhi mengi yanakuja kwa haraka, hasa mtu anapokuwa anakabiliana na misukosuko hii ya kimaisha. Pressure hayo, magonjwa ya kisukari, unaona yanawakumba zaidi wazee, kwa sababu kadiri umri unapozidi kwenda na uwezo wao wa mwili kukabiliana na haya maradhi unakuwa, na sasa kiongezea na pressure anazozipata kwenye familia inakuwa ni jamaa na marafiki. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kinapaswa kiweke wazi ni kwamba mimi kama baba sasa hivi ninawekeza kwako kwenye elimu. Ninatekeleza majukumu yangu sasa hivi kwa mwanangu. Sasa hivi ninakusomesha vizuri. Natoa kila kitu ambacho ninacho sasa hivi, ninakusomesha, natoa fedha, natoa chochote, natoa muda, natoa chochote kile na kusomesha, ili upate awareness ya wewe mwenyewe kufanya nini, kujitegemea, kufanya shughuli zako za kiuzalishaji. Nafikiri hilo linatakiwa liwekwe wazi. Kwa hiyo mali za wazazi ziwe ni mzazi mwenyewe anampa mtu kwa utashi wake mwenyewe, yani sio kwamba nawajibika kwamba ni lazima nikupe wewe mtoto. Unaona, kuna watu wanaweza wakaamua kwamba nyinyi mnaniletea jeuri, mimi mali zangu zote naziuza, mtakapofariki anaweka kabisa kwenye sheria kwamba nitakapofariki mimi mali zangu zitauzwa, zitapelekwa hata kwenye vituo vya watoto yatima. Afungwi na sheria, anaweza kufanya hivyo. Unaona, kwa hiyo sasa huyu ambaye anaenda kudai urithi wakati mzee wake bado yuko hai, na naweza nikasema wakati mwingine ni kama vile afanye nini, ajielewe. Au labda kama anaweza akadai labda mzee akuwekeza kitu kwake. Lakini kama mzee amewekeza, nimekusomesha, nimefanya nini, sidhani kama una haki yoyote ile ya kuja tena kunidai kwamba lazima unipe urithi. Unaona? Kwa hiyo urithi mzuri, ndio maana Waswahili wanasema urithi mzuri ambao mzazi anaweza akampa mtu ni elimu. Mjengee uwezo kwenye elimu, akimaliza elimu yake basi na yeye achakalike mtaani kama nilivyochakalika mimi kuzipata hizi mali. Unaona? Kwa hiyo lazima jamii iwe na uelewa, na hata wale ndugu zetu ambao wako baki waelewe kwamba hizi mali sio za kwetu, hizi mali ni za mzee. Wakati mwingine hata mzee anaweza akafariki, wakaja wakamletea kashikashi hata yule mjane, bila kujua kwamba na mjane naye alikuwa na contribution yake kwenye zile mali za mzee. Kwa hiyo kunakuwa na matatizo mengi sana yanatokea kipindi hiki ambacho hawa wazee wanakuwa wamefikia umri huo wa juu wa miaka 70 na miaka mingapi. Kwa hiyo watu wanakuwa wanazivizia zile mali. Kwa hiyo ndio maana nikasema lazima uwekwe utaratibu mzuri wa kisheria ambao kila mtu anafanya nini, atauelewa. Kwa hiyo tutatafuta hata mwanasheria ambaye atatushauri mambo ya kisheria. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweka haya mambo katika utaratibu mzuri ambao watoto wote wataelewa, familia zote zitaelewa, kuliko kuliacha hili jambo linaelea. Nafikiri hata mzee alipotwa na matatizo ni kwa sababu aliacha hili jambo likiwa linaelea, na wakati mwingine inawezekana akawa amemfanyia vitu vingi huyo mtoto ambaye ameenda kumshtaki. Kwa hiyo akawa kwa nini mwanangu alifanyia hivi? Kwa hiyo nafikiri kitu cha msingi ni kuweka hivi vitu vizuri katika utaratibu wa kisheria ili kuzuia matatizo kama hayo ambayo yanaweza yakajitokeza.